Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeanzisha msako mkali wa kumtafuta dereva wa gari aina ya lori aliyesababisha ajali mbaya ya barabarani iliyosababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi wengine wawili. Tukio lililotokea katika eneo la Nyamadoke, kata ya Nyamhongolo, wilaya ya Ilemela. Kwa mujibu wa taarifa rasmi zilizotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Wilbrod Mutafungwa, ajali hiyo ilitokea Machi 24, 2026 majira ya saa 12:30 jioni, ambapo chombo cha moto cha magurudumu matatu maarufu kama guta kiligongana uso kwa uso na lori lililokuwa likiendeshwa kwa mwendo kasi. Jinsi ajali ilivyotokea. Kwa mujibu wa maelezo ya polisi, ajali hiyo ilihusisha pikipiki ya magurudumu matatu yenye namba za usajili MC Bunda 433 DGU aina ya Wanho iliyokuwa ikiendeshwa na marehemu Zabron Simon. Guta hiyo ilikuwa ikitokea katika barabara ndogo na kuingia katika barabara kuu, ndipo ilipogongana uso kwa uso na lori lenye namba T406 EGZ aina ya Hawo Truck lililokuwa likitokea Buswelu kuelekea Nyamhongolo. Kutokana na mgongano huo mkali, dereva wa guta alipoteza maisha papo hapo, huku gari hilo kubwa likipoteza mwelekeo na kwenda kugonga banda la mgahawa lililokuwa kando ya barabara. Katika tukio hilo la pili lililotokana na ajali hiyo, wanawake wawili waliokuwa wakifanya biashara ya chakula walijeruhiwa vibaya baada ya kugongwa na lori hilo lililopoteza mwelekeo. Majeruhi hao walikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza ya Sekou Toure kwa ajili ya matibabu, ambapo walipatiwa huduma ya haraka. Chanzo cha ajali. Kamanda Mutafungwa alieleza kuwa uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo kikuu cha ajali hiyo ni mwendo kasi wa dereva wa lori ambaye alidaiwa kuendesha gari kwa kasi katika eneo la makazi ya watu bila kuchukua tahadhari muhimu. Aidha, ilibainika pia kuwa dereva wa guta aliingia katika barabara kuu bila kuhakikisha usalama wa kutosha, jambo lililochangia ajali hiyo kutokea. Ajali hii imesababishwa na uzembe wa madereva wote wawili, lakini hasa mwendo kasi wa lori katika eneo la makazi ya watu, ilieleza sehemu ya taarifa ya polisi. Dereva atoweka baada ya tukio. Baada ya kusababisha ajali hiyo, dereva wa lori alitoroka eneo la tukio, hatua iliyolazimisha jeshi la polisi kuanzisha msako mkali wa kumtafuta ili achukuliwe hatua za kisheria. Polisi wamesema kuwa juhudi zinaendelea kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama ili kuhakikisha dereva huyo anapatikana haraka iwezekanavyo na kufikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazomkabili. Tunamsaka dereva huyo kwa nguvu zote na tutahakikisha sheria inachukua mwendo wake mara tu atakapopatikana, alisisitiza Kamanda Mutafungwa. Utambulisho wa marehemu na majeruhi. Katika ajali hiyo, aliyefariki dunia ametambulika kama Zabron Simon, dereva wa guta, ambaye alipoteza maisha papo hapo kutokana na majeraha makubwa aliyoyapata. Kwa upande wa majeruhi, taarifa zinaeleza kuwa ni wanawake wawili waliokuwa wafanyabiashara wa chakula katika eneo hilo, akiwemo Monica Katego mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa Busweru. Majeruhi hao wanaendelea kupatiwa matibabu, huku hali zao zikielezwa kuwa zinaendelea kufuatiliwa na madaktari. Mwili wa marehemu. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza ya Sekou Toure kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa kitabibu kabla ya kukabidhiwa kwa ndugu kwa taratibu za mazishi. Polisi wamesema uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini iwapo kulikuwa na sababu nyingine zilizochangia ajali hiyo mbali na zile za awali zilizobainishwa. Hali ya usalama barabarani. Tukio hili limeibua mjadala mpya kuhusu usalama barabarani, hasa katika maeneo ya makazi ya watu ambapo magari yanapaswa kupunguza mwendo ili kuepusha ajali. Wataalamu wa usalama barabarani wanasema kuwa ajali nyingi hutokana na uzembe wa madereva, ikiwamo ni mwendo kasi, kuto kuzingatia alama za barabarani, pamoja na kuendesha bila tahadhari. Aidha, wameonya kuwa ongezeko la vyombo vya usafiri mijini linaongeza hatari ya ajali ikiwa hatua za tahadhari hazitachukuliwa kwa umakini. Wito wa madereva.
Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limetoa wito kwa madereva wote nchini kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuepusha ajali zinazoweza kusababisha vifo na majeruhi. Kamanda Mtafungwa amesisitiza kuwa madereva wanapaswa kupunguza mwendo wanapopita katika maeneo ya makazi ya watu, pamoja na kuwa waangalifu wanapokutana na vyombo vidogo vya usafiri kama pikipiki na bajaji. Aidha, amewataka madereva kuhakikisha wanazingatia sheria zote za barabarani na kuepuka vitendo vya uzembe vinavyoweza kuhatarisha maisha ya wengine. Maoni ya wananchi. Baadhi ya wananchi wa eneo la Nyamadoke wameelezea kusikitishwa kwao na tukio hilo, wakisema kuwa ajali hiyo ingeweza kuepukika kama tahadhari zingechukuliwa. Wamesema kuwa eneo hilo lina shughuli nyingi za kijamii na biashara, hivyo ni muhimu kwa madereva kuwa waangalifu zaidi wanapopita katika maeneo hayo. Wananchi pia wamepongeza hatua ya polisi kuanza msako wa dereva huyo, wakiamini kuwa hatua hiyo itasaidia kuleta haki kwa familia ya marehemu. Changamoto ya ajali Tanzania. Ajali za barabarani zimeendelea kuwa changamoto kubwa nchini Tanzania, zikisababisha vifo na majeruhi kwa watu wengi kila mwaka. Sababu kuu zinazotajwa ni pamoja na mwendo kasi, ulevi, ubovu wa barabara pamoja na uzembe wa madereva. Serikali kupitia jeshi la polisi imekuwa ikiendesha kampeni mbalimbali za kuelimisha umma kuhusu usalama barabarani, lakini bado matukio ya ajali yanaendelea kuripotiwa. Hitimisho. Ajali ya Mwanza iliyosababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi wengine wawili ni tukio la kusikitisha linaloonyesha umuhimu wa kuzingatia sheria za usalama barabarani. Wakati jeshi la polisi likiendelea na msako wa kumtafuta dereva aliyesababisha ajali hiyo, jamii imehimizwa kuwa makini na kuchukua tahadhari zote zinazohitajika ili kuzuia matukio kama haya. Ni wazi kuwa usalama barabarani ni jukumu la kila mtu, madereva, waendesha pikipiki na watembea kwa miguu, na ni kwa kushirikiana tu ndipo ajali kama hizi zinaweza kupunguzwa au kuepukika kabisa.